Sema toba. Siku ya pili tunashughulika na kitu kinaitwa toba. Haleluya. Haleluya. Toba. Toba ni nini? Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 na mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kunitafuta uso, uziache njia zao mbaya na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuwasamehe dhambi yao kuponya nchi yao na kuiponya nchi yao. Nchi inapokuwa na majanga, nchi inapokuwa na tauni, magonjwa, nchi inapokuwa hakuna mvua, kuna ziki, kuna tabu ya aina yoyote, hii nchi inakuwa kwenye hali mbaya, inahitaji uponyaji. Sasa Biblia inasema ikiwa watu wangu, sio watu wasio wangu, watu wangu, yani wewe na mimi ndio watu wake, watu tunaomwamini, watu tuliookoka, ikiwa tutajinyenyekesha. Toba ni kujinyenyekesha. Nasema watu wangu wakijinyenyekesha na kufunga na kuniomba, tutakapoomba kwake, Biblia inasema yeye Mungu atasikia toka mbinguni. Akisikia atatusamehe dhambi zetu. Atatuponya magonjwa yetu. Na kuiponya nchi yetu. Kwa jambo linalotangulia ni kusamehewa dhambi, kisha kuponywa magonjwa, kisha kuponywa nchi. Kumbe vya mwilini na vya duniani tunavipokea baada ya kuwa tumepokea kwanza nini? Msamaha wa dhambi. Na msamaha wa dhambi hauji bila mchakato. Mchakato unaoleta msamaha wa dhambi ni toba. Toba ni aina ya maombi. Kuna aina nyingi za maombi. Aina mojawapo ya maombi yanaitwa maombi ya toba. Maombi ya toba, maombi ya kuomba kusamehewa. Lakini toba haihusiani na msamaha pekee. Toba haiendani na msamaha pekee yake. Toba inaendana na vitu kadhaa. Toba tunapoomba msamaha haishi kuomba msamaha, bali inaendana na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, toba inaendana na nia na maamuzi ya kubadilisha mwelekeo. Lazima uwe na nia, lazima uwe na maamuzi ya kubadilisha mwelekeo wako. Kwa hiyo lazima mwelekeo ubadilike. Ulikuwa unaelekea magharibi, unageuka kuelekea mashariki. Umeamua kufanya mabadiliko ya mwelekeo. Unaingia kwenye toba, sio tu kuomba msamaha, ni kwa sababu una nia ya kubadilisha mwelekeo. Una nia ya kugeuza mwelekeo. Una nia ya kugeuza dira. Una nia ya kugeuza msimamo wako, ulegee, uvunjike, ugeuke, ubadilike. Msimamo katika maeneo kadha wa kadha yabadilike. Lakini mbili, toba sio kuomba msamaha tu. Toba ni pamoja na, tumesema moja, kubadilisha mwelekeo; mbili, kubadilisha akili. Kubadilisha akili kwa ujumla wake. Akili yako ilikuwa mbaya, una nia ya kuomba msamaha na kubadilisha akili kuwa njema. Kubadilisha akili kuwa nzuri, kuwa na uelewa mzuri, kuwa na mawazo mazuri, kutumia akili vizuri. Unaacha kutumia akili hovyo hovyo, unakusudia kutumia akili vizuri. Sema amina. Dhambi zote ni matumizi mabaya ya akili. Ukitafakari kwa kutumia akili, hutatenda dhambi. Kwa dhambi ni matokeo pale ilipofika
mahali ukatumia akili vibaya, ndipo ulitenda dhambi. Lakini kama ukutumia akili vibaya, huwezi kutenda dhambi. Kwa hiyo toba inaambatana na nia na maamuzi ya kuanza kutumia akili vizuri. Sasa nitatumia akili vizuri. 3, uamuzi wa kubadilisha tabia. Badilisha tabia, kwamba ninatubu, lakini ndani sio tu naomba msamaha, nina nia kubadilisha tabia. Mimi ninaomba msamaha, ninatubu kwa kosa la kukomba nyama, kuiba nyama kila siku kama tini. Siombi tu msamaha, lakini msamaha huu unamaanisha sitakomba nyama tena, sitaiba nyama tena, sitachukua tena nyama kwenye sufuria. Sasa ndivyo ilivyo tunapoenda mbele za Mungu kwa toba. Toba lazima iambatane na nia na uamuzi wa kubadilisha tabia, kwamba ninabadilika kitabia. Sio nitakuwa mtu wa kuomba msamaha kila siku tu alafu narudia yale yale. Hapana, nina nia ya kubadilika kitabia, nina nia ya kuhama kwenye tabia zile, nina nia ya kuanza kumpendeza Mungu. Tabia zile zinazomuudhi Mungu ninaenda kuachana nazo. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo toba inaenda na mambo haya. Jambo la 3, kubadilika tabia. Lakini jambo la 4, kumrudia Mungu kwa utii na unyenyekevu. Tunapotenda dhambi tunakwenda mbali na Mungu, tunakuwa mbali na Mungu. Hata kutusikia inakuwa ni mbali kutusikia, hata kutujibu inakuwa mbali kutujibu, hata uhusiano wetu na Mungu unakuwa na matatizo. Sasa toba ni kuomba msamaha, lakini kunaambatana na nia ya kumrudia Mungu, ya kurudisha uhusiano na Mungu, ya kurudisha urafiki na Mungu, ya kurudisha ukaribu na Mungu. Ukaribu ulikuwa haupo, mawasiliano yalikuwa yamevurugika, uhusiano, urafiki ulikuwa umekatika. Tunatubu tukiwa na nia pia ya kurudisha uhusiano. Yale tulikuwa tunafanya mwanzo kwa Mungu, tunaenda kuyarudisha pia. Hatutubu tu, tunatubu, tuna nia ndani ya kurudisha. Nilikuwa naomba, nilikuwa nafunga, nilikuwa nahudhuria ibada, nilikuwa natumika madhabahuni, nilikuwa nashuhudia, nilikuwa mwinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Ninapotubu kwa kosa la kutofanya kazi, ninakwenda kurudisha kazi tena, naenda kurudisha uhusiano tena, naenda kurudisha urafiki tena, ule urafiki wa mwanzo uliokuwa umevunjika. Tunaona kwenye Biblia mwana mpotevu alipoazimia moyoni kwamba maisha haya tabu mpaka lini, na wakati baba yangu ni tajiri na ana kila kitu, na nyumbani kwake kuna wafanyakazi wanaostarehe wanakula vinono, mimi ni mtoto alafu nateseka. Nitarudi kwa baba na kumwambia baba, nisamehe, nimekosa. Hakuwa tu anataka tu afike kwa baba na kumwambia baba, nisamehe, nimekosa. Alikuwa na nia kumwambia baba, nisamehe, ninarudisha urafiki, narudisha uhusiano, kule kutumwa na wewe nitarudia, nitatii, ukinituma tena sitakaidi, nyumbani sitaondoka tena. Baba ni uamuzi wa kusema naenda kuomba msamaha, lakini sasa nitatekeleza. Urafiki nitarudisha, uhusiano nitarudisha. Nilikuwa nachomoka nyumbani, sichomoki tena, na nitaahidi kabisa nyumbani sichomoki tena. Uhusiano. Wapendwa wangu, tunapita kwenye dunia ngumu. Unaweza kufikiria ni rahisi, ni dunia ngumu sana. Ni dunia inahitaji uhusiano wetu na Mungu usivunjike, uhusiano wetu na Mungu uwe imara. Mungu peke yake ndio kutusaidia. Mungu akikufunulia hata kidogo, unaweza ukajiona uko peke yako, kumbe huna aliye upande wako. Hata
hata uliozania wako upande wako hawako upande wako, uko peke yako. Ni ujijue mwenyewe, ujijue mwenyewe, na peke yako huwezi. Unahitaji msaada wa Mungu, unamhitaji Mungu mpendo, unamhitaji Mungu. Kuna wakati unaweza ukaona umezungukwa na kundi la watu wenye msaada, wanaoahidi na kuahidi, tuko na wewe, usiwe na wasiwasi. Siku moja nilienda kwenye msiba mmoja, mama mmoja alifiwa na mume wake. Watu wanatoa ahadi, mume wako alikuwa rafiki, mume wako alikuwa mfanya kazi mwenzetu, mume wako alikuwa bosi wetu, mume wako alikuwa bosi mwenzetu. Mama, usiwe na shaka, mume wako alikuwa mtu wa watu. Ameondoka, sisi tutakuwa na wewe bega kwa bega. Misho nikapewa nafasi ya kuongea, nikamwambia mama, hayo ni maneno tu ya faraja msibani. Wakiondoka, kama utawaona, na kuambia niko hapa, kama utawaona. Wengi wanasema watoto hawa ulioachiwa hawatateseka, mimi ni baba yao mdogo, niko bega kwa bega, nitawasomesha mpaka chuo kikuu. Mpendwa, wacha watawanyike, ndio utajua kwamba yalikuwa maneno. Watu wanaongeaga mno kwenye matatizo, wanajipiga vifua, tuko na wewe, wacha watawanyike, ndipo utajua wako ulimwacha kuni malaloni. Uko mwenyewe, unatakiwa kwanza uambiwe uko mwenyewe. Simama, acha kulia, usiendelee kulia, simama. Simama na Mungu, na Mungu yuko upande wako na atakuwa upande wako. Yeye huwa haachi watu. Sisi tunatawanyika, lakini yeye hatawanyiki. Yeye atakuwa hapa, yeye atakuwa na wewe. Sema amina. Sasa kwenye maisha haya, uhusiano ukiyumba, uhusiano ukilega, umejua hujajua, tubu. Njia pekee ya kurudisha uhusiano ni toba. Sema amina. Bila toba hakuna uamsho, hakuna uamsho. Mtu akilala usingizi wa kiroho, kinachorudisha, kinachomwamsha, kinacholeta uamsho ni toba. Ni toba. Toba inaleta uamsho. Toba inaleta uamsho. Mwambie jirani yako, jambo la kwanza, toba inaleta uamsho. Bila toba hakuna uamsho. Haleluya. Jambo la pili, toba ni ufunguo. Funguo wa kufungulia vitu vingi mbalimbali. Rehema na kweli zilikuwa zimefunga. Toba ni ufunguo wa kufungulia na kurejesha vilivyoondoka, vilivyopotea, vilivyoyeyuka. Lakini toba ni ufunguo wa kufungulia msimu mpya. Msimu mpya. Umedumu kwenye msimu fulani, umedumu kwenye hali fulani, umedumu kwenye viwango fulani. Toba inafungulia msimu mpya. Toba inafungulia muhula mpya. Toba inafungulia majira mapya. Toba inafungulia hali mpya, matokeo mapya. Umeona matokeo fulani yamedumu kwa muda mrefu, unajua hujajua ya kwamba uhusiano wako na Mungu umevurugika. Toba, ukiingia kwenye toba, toba inafungulia majira mapya, msimu mpya, muhula mpya, matokeo mapya, hali mpya kwenye maisha. Toba. Toba ina nguvu. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bila toba hakuna kupokea toka Mungu. Kama ulikuwa umeteleza, kama ulikuwa umeanguka, kama ulikuwa umejikwaa, kama ulikuwa umetenda dhambi, kama ulikuwa huoni majibu, kama ulikuwa huoni matokeo, kama ulikuwa huoni, usikii sauti ya Mungu, unaita usikii hata kwa mbali Mungu akijibu, Mungu akinong'ona, Mungu akisema, unaingia kwenye toba. Maombi ya toba yatafungulia kusikia kwako tena sauti ya Bwana. Haleluya.
Haleluya. Toba ya kweli inaleta matunda ya haki. Toba ya kweli inazaa matunda ya haki. Ulikuwa upati haki, ulikuwa utendewi haki, unalazimisha, hakuna matunda ya haki. Toba inarejesha matunda ya haki yaliyokuwa yamepotea, yaliyokuwa yamezuiliwa, yaliyokuwa yameibiwa. Toba inarudisha. Toba inarejesha uhusiano wetu na Mungu kwa kuvunja vizuizi. Kuna kizuizi lilitokea katikati. Ulikuwa na uhusiano mzuri na Mungu, kikaibuka kiambaza katikati, ukaibuka ukuta katikati baina yako wewe na Mungu, katikati yako ukaibuka ukuta kukutana na Mungu. Toba inavunja vizuizi, inang'oa vizuizi, inaondoa ukuta. Sema amina. Inaondoa ukuta. Haleluya. Amen. Unaelewa? Kama ukuta umeletwa na dhambi, toba itaondoa ukuta. Taondoa ukuta. Katika kitabu cha Mithali ile sura ya 28 na mstari wa 13, Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini anayetubu na kuziungama atapata rehema. Kwa hiyo ukificha, unaweza ukatuficha wanadamu, lakini huwezi kumficha Mungu. Utaona kuna vizuizi, utaona kuna beria za kiroho, utaona kuna limit, utaona unazuiliwa. Kuna maeneo unazuiliwa kuingia, kuna maeneo unazuiliwa kufika, kuna viwango unazuiliwa kiakili, unazuiliwa kiroho, unazuiliwa kiuchumi, unazuiliwa kihuduma, unazuiliwa kiroho. Kuna maeneo unazuiliwa. Ili vizuizi viondoke ni toba, na leo ni siku ya toba. Tutatubu kwa ajili yetu binafsi, kila mtu binafsi yake, kwa dhambi, kwa makosa ya binafsi. Tutatubu kwa ajili ya dhambi za familia tulizotokea. Kuna dhambi za familia kwenye familia tulizotoka. Unatubu kwa ajili ya dhambi zilizotendeka, zinazotendeka kwenye familia uliotoka, kwa ajili ya kuondolewa vizuizi vya familia. Tutatubu kwa ajili ya dhambi ya kanisa, dhambi zinazoendelea ndani ya kanisa. Mungu alisamehe kanisa, Mungu alitakase kanisa, Mungu alisafishe kanisa, Mungu alifungue kanisa. Hatujawekwa kuchekana, tumewekwa kuombeana. Sema amina. Mwalimu wangu mmoja alinifundisha, akaniambia, hata kama baba yako wa kiroho amefanya ambayo wewe huwezi kufanya, maana ya kijinga, ya kichanga, yeye amekomaa, anayofanya ya kichanga, usimcheke kwa sababu moyo. Ukimcheka baba yako, dhambi zilizomtesa baba yako zitakuja kukutesa wewe. Mwalimu wangu akanifundisha hivi, akaniambia, dhambi zilizowahi kumtesa baba yako, ukimcheka zitakuja kukutesa wewe. Kwa usimcheke, muombee. Swala la kubadilishwa ni la Mungu, ndiye anayebadilisha watu. Anabadilika badiliki. Wewe umefanya wajibu wako wa kufanya nini? Kumwombea. Sema amina. Muombee baba yako. Muombee rehema. Muombee msamaha. Muombee utakaso. Muombee heshima. Usimtende. Sema amina. Haleluya. Naeleweka vizuri? Muombee. Liombee kanisa lako. Lakini 4, toba kwa ajili ya taifa. Sema toba kwa ajili ya taifa. Tutaombea taifa letu rehema. Tutaliombea taifa letu utakaso. Tutaliombea taifa letu msamaha. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe.